Usiku wa ahadi ya giza, sehemu ya 3. Usisahau kulike, comment, share na following, pia subscribe. Mlango ulipofunguliwa, kulikuwa na kimya kizito. Msichana aliyefungua mlango, aliyeitwa Rehema, alisimama uso kwa uso na Neema. Lakini hakusema kitu, alimtazama tu. Kwa sekunde chache, kila kitu kilisimama. Kisha Neema akatabasamu polepole. Umechelewa, lakini bado unaweza kujiunga nasi. Rehema alihisi mwili wake ukitetemeka. Hakuelewa kwa nini, lakini moyo wake ulikuwa ukimpiga kwa nguvu isiyo ya kawaida. Nani? Sisi? Aliuliza kwa sauti ya chini. Neema hakujibu. Badala yake alinyanyua mkono wake, na ghafla kivuli cha amani kilionekana nyuma yake. Lakini safari hii hakuwa peke yake. Kulikuwa na vivuli vingine vitatu. Watu waliopotea siku zilizopita. Wote wamesimama kimya, macho yao yakiwa tupu. Rehema alianza kurudi nyuma polepole. Hapana, siingii. Lakini mlango wake ulijifunga wenyewe. Bam! Ndani ya nyumba, taa zilianza kuzimika moja baada ya nyingine. Giza likaanza kujaza chumba. Sauti ile ile nzito ilisikika tena, karibu zaidi kuliko hapo awali. Ahadi inakamilika. Rehema alipiga kelele, lakini ghafla Neema alishika uso wake kwa nguvu. Macho yao yalikutana. Kwa sekunde ile, Rehema aliona kila kitu. Aliona jinsi Neema alivyofanya makubaliano na kile kiumbe wa msituni miaka mingi iliyopita. Aliona jinsi Amani alivyogeuzwa kuwa kivuli. Na aliona kitu kibaya zaidi. Hakukuwa na mwisho. Ahadi ile haikukusudia kumalizika. Ilikuwa inaendelea, kizazi hadi kizazi. Rehema alianza kulia. Tafadhali, niachie. Kwa sekunde moja, macho ya Neema yalibadilika. Kulikuwa na dalili ndogo ya ubinadamu. Lakini nyuma yake, kiumbe kile kikubwa kilionekana tena, kikitoka gizani. Macho yake mekundu yalikuwa yakimwangalia Neema, kana kwamba kinamkumbusha, usisahau ahadi. Uso wa Neema ukabadilika tena, baridi, usio na huruma. Samahani. Asubuhi ilipofika, mlango wa Rehema ulikuwa wazi. Ndani hakuna mtu, lakini ukutani kulikuwa na alama ile ile ya mti wa msituni, imechorwa kwa kitu kilichofanana na damu. Kijiji sasa kilikuwa kimya zaidi. Watu walianza kuondoka. Lakini wale waliobaki walianza kuona kitu cha ajabu. Kila usiku, mbali kidogo na kijiji, kulikuwa na mwanga wa moto. Na karibu na moto huo kulikuwa na watu. Wamesimama, hawasogei, hawaongei, wanangoja. Na siku moja, mtoto mdogo kijijini alisema, wananita, wanasema niende. Usisahau kulike, comment, share na following pia. Subscribe usikose sehemu inayofuata. Asante sana.